tunao mkataba wa kimataifa unaitwa International Treaty of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food wa mwaka 2001, ambapo sisi pia kama Tanzania tulishaanza hatua za awali na kuona kama tunaweza tukawa na sheria pia maalum. Hii inalinda nasaba pamoja na wakulima kuwa na haki ya mbegu zao za asili, lakini pia na rasilimali ya nasaba za mimea. Sasa hii maana yake pia unapata manufaa. Maana yake pia tunaposema kwa mfano mbegu kwamba unakuwa na haki, unapata mlahaba kwamba hii ni mali yako. Inaeleza huu mkataba utaratibu ukitaka kuhamisha kwa mfano rasilimali ya nasaba za mimea. Kuna manufaa pia unaweza ukayapata na unapata faida. Kama tunaposema kwenye migodi kule kuna mlahaba, kwenye hii pia kwenye nasaba za mimea pia ni chanzo cha mapato. Kama mamlaka kupitia Wizara ya Kilimo na kama ambavyo tunakumbuka ile bajeti ya speech ya bajeti au hotuba ya bajeti ya Mheshimiwa Waziri ya mwaka huu 2026-27 ambayo iliitwa The Green Voice. Katika hotuba ile alizungumzia wazi kwamba kama serikali sasa tunahamasisha uzalishaji, upatikanaji pamoja na matumizi ya mbolea za asili na hizi mbolea za asili ziko za aina tofauti tofauti ambazo zinapatikana kupitia raw materials, kwa maana ya malighafi tofauti tofauti. Kuna zile ambazo kimsingi zinatumia takaozo kwa ajili ya kuzalisha mbolea kama composite. Dira 2050 inataka uchumi jumuishi, tuweze kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, watu wapate lishe na mambo mengine na uchumi, kipato na vitu vingine. Ukiangalia kinachofanyika hapa, unapozungumzia mkulima wa kawaida aweze kupata mbolea ya kilimo hai, kwanza unalinda udongo wake, sawa. Cha pili, unalinda afya yake. Taka ni rasilimali kama zilivyo rasilimali zingine, na kwa kutumia rasilimali taka, mimi nimeweza kuitumia ile rasilimali vizuri kwa kuiandaa na kuwa mbolea. Nimefanya hivyo kwa kufuata utaratibu ambao nilitembelewa na mamlaka za mbolea TFRA, na wao kutokana na zile hatua nilizozipitia walinipa kibali cha kufikisha sokoni. Taka ya kepi au mbolea ya kepi inatokana na mabaki mbalimbali ya shambani na mabaki mbalimbali ya sokoni na jikoni. Mabaki haya yote ninayaweka sehemu katika mfumo wa uozaji wa njia ya hewa unaoitwa aerobic decomposition method. Njia hii inakuwa na wadudu wengi na bakteria wengi wanaochakata na kuondoa sumu za magugu na mimea. Mwisho wa siku, baada ule mchakato, tunakuja kupata mbolea.